gaita nene ba Yesu uliye mkuu mwenye mamlaka na uweza zaidi. Kristo ni wewe. Tazama Baba, mioyo yetu iko na tamanio zaidi ya kusikia, kupokea kutoka kwako Kristo. Ni ombi langu kwako Mungu uliye mkuu zaidi. Yesu, kazungumze na mioyo yetu ewe Bwana na Bwana. Nene nasi kupitia neno lako hili iliyo na nguvu na mamlaka na uwezo. Na hata Kristo mtumishi wako ambao umemwandaa siku ya leo, naomba ukamiminie mafuta zaidi, naomba ufunuo zaidi Jehova Mighty God. Na mlete mikononi mwako ewe Kristo, awe ni chombo chako, na ewe Baba ni chombo chako Jehova cha kuleta neno wakati huu. Mioyo yetu Baba iwe tayari na kupokea kwa kile ambacho Baba umeandaa ndani ya mtumishi wako. Bwana, mtie nguvu, tie mamlaka Yesu wangu, na hata Kristo kwa wote tunaopokea neno hili, iwe na uzao, iwe na mamlaka, iwe na uweza ndani ya mioyo yetu, Almighty God. Yote anaipokea, hata wanaopokea wakiwa mbali, wanaopokea katika online service, Almighty God. Yesu Kristo, kutana na kila nafsi, neno hili likaleta uhai, likaleta ukombozi na uponyaji ndani ya wateule wako. Sasa Baba, shuka, Roho Mtakatifu shuka, leta ufunuo zaidi, maana ni wewe. Na ni kwako Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. Amina. Thank you. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza waje nishukuru Mungu kwa wakati kama huu, vile mtugali kwa kunipatia nafasi hii. Ni kwa neema tu, kwa maana kuna kazi ambazo huwa sisi binadamu hufanya kwa masomo yetu ama ya dunia, lakini wakati neno la Mungu ni tofauti na hizo vitu vyote. Bwana asifiwe. Amina. Kwa maana neno la Mungu huwa huelekezwa na Roho Mtakatifu, lakini masomo hapo duniani tunaelekezwa na vile ambavyo tumesomea na kinyo tumesomea. So ni kwa neema tu ya Bwana na kutunga sisi wote pamoja kwa ajili ya neno lake siku ya leo. Tusidi kuipokea na kuifanya vile Mungu anataka. Sitaki kuharibu wakati. Nataka tufungue Biblia zetu Nehemia chapter 6 kuanzia mstari wa kwanza
mpaka wa 14, lakini nitatoka hapo nirudi tena chapter 4 chapter 3 hawa. Nehemiah chapter 6. Nehemiah 6 kuanzia mstari wa kwanza hadi 14. Basi ikawa walipoarifiwa Sanbalati na Tobia na Geshem Mwarabu na adui zetu au wengine kwamba nimejenga ukuta wala hayakusalia mavunjiko ndani yake, ijapokuwa hata wakati ule sijaisimamisha milango katika malango. Sanbalati na Geshamu wakatuma wajumbe kwangu, wakasema, "Njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono." Walakini wakakusudi kunifanyia mabaya. Na mimi nikatuma wajumbe kwao, nikasema, "Hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi, hata nisiweze kushuka. Mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwachukie?" Nao wakaniletea maneno kama hayo mara 4. Nikawajibu maneno kama yale. Ndipo Sanbalati akamtuma kwangu mtumwa wake vile vile mara ya 5, na barua wazi mkononi mwake, nayo yakaandikwa mmo habari imeenea katika mataifa, naye Geshem asema neno hilo ya kwamba wewe na Wayahudi mwakusudi kuasi, ndiyo sababu waujenga huo ukuta, wataka kuamiliki, ndivyo wasemavyo. Nawe umeweka manabii ili wakuhubirie huko Yerusalemu, kusema yuko mfalme katika Yuda. Basi sasa ataarifiwa mfalme sawasawa na maneno hayo. Njoo sasa basi na tufanye shauri pamoja." Ndipo mimi nikatuma kwake wajumbe kusema, "Hakukufanyika mambo kama hayo uyasemayo, lakini kwa moyo wako wewe mwenyewe umeabuni." Kwani hao wote walitaka kuongofisha wakisema, "Italegea mikono yao katika kazi isifanyike." Lakini sasa nitaitia mikono yangu nguvu. 10. Nikaingia nyumbani kwa Shemaya mwana wa Delaya mwana wa Metabeli aliyekuwa amefungwa, naye akasema, "Tukutane nyumbani mwa Mungu ndani ya hekalu, tukaifunge milango ya hekalu, kwa maana watakuja kukuua, na hamu wakati wa usiku watakuja kukuua." Nami nikasema, "Je, mtu kama mimi nikimbie naye ni nani? Akiwa kama nilivyo mimi, atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake, sitaingia." Nikatambua na tazama, siye Mungu aliyemtuma, lakini amefanya unabii huu kinyume changu. Nao Tobia na Sanbalati ndio waliomwajiri. Kwa sababu hii iliajiriwa ili mimi niongope, nikafanya hivyo kutenda dhambi, kisha wao wawe nazo habari baya, ili wanishtumie. Kwa mwisho 14. Uwakumbuke Mungu wangu Tobia, Sanbalati sawasawa na hayo matendo yao, na yule nabii mke Noadia, na hao manabii waliosalia waliotoka kuniongofya. Tuamini.
Baba, ni asante kwa masaa kama haya. Neno lako vile ambavyo tumesikia, njoo neema yako ishuke na Roho wako utawale. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Bwana asifiwe. Amina. Umesikia neno vile ambayo inasema, na neno sema ama topic nikicombine na nyuma ni to dedicate ourselves fully to God's work. Kujipeana kwa kazi ya Bwana, tukiwa hatuongopi ama kujua ama kuuliza ni nini itafanyika baadaye hapo, kwa maana Mungu kazi ni yake. Bwana asifiwe. Ukiangalia unapata Nehemia, ukirudi hapo nyuma unapata Nehemia alikuwa anafanya kwa mfalme, na wakati alipokuwa akifanya shughuli pale vile ambavyo alikuwa ameajiriwa, kazi yake alikaa na akaangalia akapata kuna mahali ambapo kuna shida, na wakati alitazama aliketi na akaangalia akatazama vizuri na akaona kuna kazi ya Bwana iko mahali ambayo aendelee vizuri. Bwana asifiwe. Ndipo akakaa vizuri sasa na kaplan, hii kazi ya Bwana iko aje, mbona inaelekea hivi? Ndipo naona maamuzi yake kwanza alifunga na kuomba na akalia Mungu tena zaidi, kwa maana aliona mambo ikiendelea ambayo haifai. Bwana asifiwe. Huyo ni Nehemia. Na ndipo alipoamua akaona ya kwamba ni vizuri niache yale ambayo inafanya yangu ambayo inanisaidia kwa kila siku ama mwezi ama mwaka, na niende kwanza nifanye ile kazi ya Bwana iko pale ambayo aendelee vizuri. Bwana asifiwe. Ndipo kwanza aliamua ya kwamba ama alikuwa na huzuni tena zaidi. Akafunga, akaomba, akalia, ndipo akapata jibu kwanza. Bwana asifiwe. Ndipo kutoka hapo, ndipo kwa maana ulikuwa umeanguka, ndipo kutoka hapo alianza kuwa na maono ya kwenda kujenga ule ukuta wa Yerusalemu. Bwana asifiwe. Kwa maana yeye aliona akiwa kwa kazi yake hatafaidika. Aliona nikikaa hivi ama tukaa hivi, hii kazi ya Bwana haiendelee vizuri na sisi tunaendelea vizuri, tunafanya mambo yetu. Ndipo alikuwa na hayo maono. Na hayo maono naona alikuja tena zaidi, akaona vizuri aweka watu wengine ndani kwanza waeleze, aone maono yao, na wale ambao wanakubaliana yeye ndio alianza kazi nao. Bwana asifiwe. Ila tuonyeshe njia nini? Wewe ungekuwa Nehemia, ungeacha kazi yako na uende kufanya kazi ya Bwana? Haya ni maswali ambayo saa nyingine huwa tunajiuliza na tunakosa kupata jibu. Kwa maana yeye aliamua na akaona ni vizuri tena zaidi kifanye kazi ya Bwana kuliko ile yangu. Bwana nibariki. Bwana asifiwe. Nehemia alikaa chini na watu ambao walikuwa watu walio na maono, akakaa na wao na akawaeleza na wakakubaliana yeye, ndipo akaingia kufanya kazi ya Bwana. Na wakati alianza kazi, ndipo vita iliinuka. Hakika nilijua ya kwamba sasa hivi nikisomana najua wakati mtu ufanya kazi ya Bwana na ndio bidii, lazima akutane na vita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nehemia kwa hiyo mpango, kwa vile ambao aliona kazi ya Bwana ile vibaya, aendelee vizuri, na kuna watu walikuwa wanaiona tu. Wakati alianza hivi, ndio vita zilianza. Bwana asifiwe. Na yeye hakuwa na shida. Wakati alianza kufanya kazi, kuna watu walijiinua na kupanga vitu ambavyo watamaliza, na wakamtafutia mambo ambayo sio kweli, mambo ambayo yanakumweka chini. Lakini yeye naye akawa, maana alikuwa ameelekezwa na Mungu vile roho tuelekeza, hapo shindwa. Walikuwa wakipanga huko, wakimletea kumuuliza maswali, naye anapata jibu hapo kwa hapo, naye anawadumisha jibu yake. Bwana asifiwe. Na ikawa ni wote wanatumana kwake, yeye anatumana kwao. Bwana asifiwe. Hiyo inaonyesha kwamba
wakati kazi ya Bwana inaendelea, wakati kazi ya Bwana inaanguka na tuko kwa hatari. Bwana asifiwe. Tuko kwa hatari. Kwa maana Nehemia aliacha mambo yake. Ni kitu ngumu sana mtu kuacha kazi ambayo anapata kila kitu kila siku aache, na vile vile yeye aliacha na ile pesa alikuwa nayo walienda kufanya nazo. Ndio naona hata wakati alienda kufanya kazi alitumia mali yake tena zaidi. Ameacha na ameenda kutumia mali yake kwa kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Nataka leo tukaa kama yani tuchukue huu mfano wa Nehemia sisi. Kwa maana Nehemia alienda kujenga ukuta. Ukuta wetu ni madhabahu, kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Tukikaa alikwenda kiato ya Nehemia, ukuta wetu ni kazi ya Bwana ambayo iko hapa nyumbani mwake. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi yetu tu. Na ndipo kwanza niwaambie na mimi ni vizuri sana, kwa maana nimeona tumekuwa mwaka unaisha, miaka inaendelea na kuishi, tunaendelea na kusoma, wengine wanaendelea na kuseeka, wengine wanaendelea na kupata, lakini saa nyingine haya maombi tunaombewa, lakini bado unapata sisi upenda kupokea, tunapokea, lakini kutoka hapa tujii na watu tukipokea na Mungu akitubariki tufanye namna gani? Bwana asifiwe. Haya ndio maswali yetu ya kujiuliza. Haya ndio maswali Nehemia yeye mwenyewe alijiuliza. Akaona alikuwa na kila kitu, lakini kuna kazi ya Bwana ambayo mahali inaenda vibaya, andiko alijitoa. Kwa hiyo hata sisi tuko na jukumu ya kukaa kama Nehemia, ukaa kwa familia yako, ukaa pale kwa nyumba yako kwanza, uangalie kazi ya nyumba ya Bwana, mahali nyumbani wa Bwana kuna nini ambayo mimi nafaa nifanye Mungu anibariki kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuiga the spirit of the Nehemia. Kwanza unakaa na unapanga vile ambavyo utafanya kazi ya Bwana nyumbani mwake. Na hivyo ndivyo unajua kwamba, na utajua kama unjui, wakati utaanza kufanya kazi ya Bwana nyumbani mwake, ndipo utakuwa na marafiki ambao walikuwa nao wengine wameanza kwenda kinyume. Wengine wanaanza kukuambia hapana, hiyo kitu umeanza hiyo utaishiwa. Hapana, hiyo malango haiwezi kusaidia. Hapana, hiyo haiwezi. Bwana asifiwe. Kwa maana lazima kuna wengine na shetani hapo tu anangoje pale, ile spirit of Jezebel. Anangoje pale tu rafiki wako, hapo wewe unaendelea kanisani, hapo kila saa kanisani, kila Jumapili unaenda asubuhi, unakuja usiku, anakuambia hapana, hiyo kanisa unaenda mpaka usitisha kutoka saa 6. Unaanza sasa ile spirit inaanza kukuletea mambo mengine ya kufikiria. Kumbe masaa ni mengi. Kumbe masaa hayo sasa ilikuwa ni nari. Unaona sasa? Hao ndio watu walionaenda wanawinda Nehemia. Wakati Nehemia alisema, kwa maana alikuwa ameomba Mungu, wakati Mungu alimuelekeza na kumtia nguvu, yeye hakuangalia nyuma. Bwana asifiwe. Yeye hakuangalia nyuma, alienda kufanya kazi ya Bwana. Kila siku alikuwa anaifanya. Alikuwa anakaa pale, walimuita wakati ya kikao ili wamalize. Naye akajua ya kwamba au nikikana wao watu kurudisha nyuma. Wakatuma watu wao, naye wakati alituma watu wao, naye akatuma watu wake mahali walikuwa wamepanga wakukutana huko watu ambao watu wametumwa. Na watu ambao wametumwa hawawezi shirikiana. Bwana asifiwe. Hawawezi shirikiana. Kwa hivyo wote waliongea, lakini maneno hayakuisha. Bwana asifiwe. Ndivyo hata sisi lazima tujue kwamba kazi ya Bwana tukiifanya kuna kujitoa. Bwana asifiwe. Kuna kujitoa fully, kuna kujitoa. Mahali ambapo unajua mimi nikifanya kazi hii sitakuwa na lawama, sitakuwa na shida, sitashindwa. Bwana asifiwe. Nehemia hakushindwa. Nehemia hakushindwa mahali. Aling'ang'ana mpaka mwisho. Je, sisi ushindwa? Sisi tunashindangwa? Tunashindangwa sisi. Kwa maana kitu ya kwanza nataka nikuonyeshe, sisi tunashindangwa kwa maana hatukai hatupangi. Bwana asifiwe. Amen. Tunachukulia tu. Sisi hatupangi. Ndivyo niliona hata mimi nikaona kweli sisi hatupangi. Nikuchukulia tu na
na kufanya kitu ambacho hujui ni nini. Kwa hivyo lazima kwanza tukae. Ningekuumiza na mimi miezi imebaki. Tumehubiriwa kutoka January, tumehubiriwa mpaka sasa, tumefanya mambo mengi, tumepokea mambo mengi, lakini bado hatujakuwa tumepanga na kumbe na Mungu kama tutubariki. Tutafanya namna gani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kutoka Januari tumehubiriwa, tumeombewa, tumefanya mambo mengi, lakini bado ni wachache ambao asijui kama wako ambao wamekaa kwa nyumba yao wakapanga kweli kutoka Januari mpaka Septemba mpaka Oktoba saa hii. Tunabakisha miezi 2. Sasa mtapanga kazi yenu namna gani? Ndio nakwambia sasa, huo ndio watu wako sasa. Siku ya leo kama wewe ujipange, wewe ukae kwa nyumba yako. Naweza kuwa mzee sijui kama mzee yeye atakushiriki. Lakini kwa maana wewe uko na imani na unataka kufanya kazi ya Bwana, ubarikiwe. Nenda kae, nenda nikae, tupange vile ambavyo tutafanya kazi ya Bwana. Vile Nehemia alikaa na akaamka na akaenda kuifanya na hapo kwa maana alianza mwanzo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe ndio ukuta wetu. Wewe ndio ukuta wetu. Bwana asifiwe. Wewe ndio ukuta wetu, hakuna kitu kingine. Na hakika najuanga. Najua saa nyingine nilikaa hapa. Saa nyingine mchungaji anaongeanga na mimi take vitu serious. Wakati tunaambia neno la Mungu uwe na kata saa nyingine. Na wakati ninaambia kitu nasikia ambaye sio kitu sifanyangi na najua sifanyangi, ninaichukulianga ni kama niko na makosa ninajua. Kwa maana always the Bible is right. Bwana asifiwe. Na tukiwa ile mwaka tumekuwa na ibada ambazo zinatubariki. Na nikakaa nikajiuliza, sasa tunaombewa, tunaomba, nafanya kila kitu. Sasa ni mimi sasa. Sasa mabadiliko kama hakuna. Sasa what is the problem? Sasa nimejiuliza, sasa shida ni nini sasa? Unajua unaweza njua hapa nimefanya kile. Ni vile naweza nipewa mbele shule, kila kitu, boarding school, ameenda hata hakuna kutumwa nyumbani, lakini anakuja kwa mwisho. Hata wewe unaweza muuliza. Nauliza njie, sasa umeenda shule kutoka Januari mpaka mwezi huu na bado hauperform. Shida ni nini kwanza niambie? Hivyo ndivyo sisi na kuanga. Unaona pale unajibisa na mtoto, unajibisa mtoto wako hajafaulu shuleni, ameanguka, unambekesha na wewe nje. Wakati unakuja Januari mpaka saa hii, umeona mabadiliko ambao mtumishi amekuhubiria. Hayo ndio maswali ambayo sisi tunafaa kuuliza. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nikakaa nikajiuliza, nikajua kweli mtumishi wa Bwana amefanya kazi yake, lakini bado upande wangu mimi sifanyi. Hapo hata mimi nikajua wapi nianze kupanga vitu vingine pole tu na nisije kuona. Na hakika nikaona sikifanya. Hivyo nikuambia sisi shida yetu ni kila wakati tuko nyumbani wa Bwana, lakini wakati tumehubiriwa, tumefanya kila kitu, sisi hatukuwa na uamuzi ule wa vile roho ambaye anaelekeza mtu kufuatilia. Bwana pia sifa. Tulifunza mchanga hapa. Ilikuwa ni mchanga ambao na rutuba kila kitu. Penye naweza niusia na nini. Hata wakati unaenda kupanda, unexpect ukipanda ichipuke mvua inyeshe mpaka ukavune. Hivi hata hivi ninakwanga. Tunahubiriwa, lakini sisi tukimaliza ibada hiyo imeishia hapo. Bwana asifiwe. Hapo ndipo tuna lose. Bwana asifiwe. Hapo ndipo tuna lose sisi sasa. Aliponaona mambo anaweza ishe kuwa unjui what happens. Hakuna. Mambo anaweza kuwa unjui chochote. Na unapata with all the services imecover our life. Kila kitu, iwe ni nyumbani, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni maisha yako, iwe ni kufanya kazi ya Bwana, yote imecover kila kitu. Sasa, je, shida ni kwa nani? Ni kwako na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So, ni lazima na sisi tukae chini na tupange vile kazi ya Bwana tutaifanya vile Nehemia alifanya. Vile Nehemia alifanya. Na ndipo baraka zinakuja tu. Zitakuja tu kwa juu. Zitakuja tu zionekane. Zitakuja tu kama maadui wako waone.
Ndipo nakwambia kwamba nao jua kuna shida sasa, kwa maana wakati naomba kufanya kazi ya Bwana na ile roho inaamuka sasa, ile ambayo itake kuendelea. Ndio nimefunza hata maroho ya nyumbani, maroho ya ukoo. Hayo ni vitu ambazo ni kama yaani kitu ambacho kwa roho. Hiyo roho inajua okay, tena kwenda inakusukuma tena. Bwana asifiwe. Sasa haya mambo yote tumefunzwa tukatenganisha nayo, lakini bado sisi hatujaamuka. So ni lazima tukae chini vile ambavyo Nehemia alifanya. Tupange kazi ya Bwana penye tutaifanya na tutie zaidi kuomba, kwa maana ndiye alikuwa muombezi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa muombezi. Na ndivyo hivyo. Ndivyo mchungaji hata akituombea atuombee na wewe uombi na ufanye chochote, sasa hata utabadilika. Unajua I think ni mwezi wa 3. Nilifika mahali nikaona mambo hayaendi vizuri. Nikafika nimeondoa kazi, nishatoa sadaka, kazi ambayo nafanya zile ambayo nimesomea. Makaratasi niko nayo, ninapaka naongea na watu vizuri wakubwa mambo ya hizo Esther. Baada kauliza sasa shida ni wapi? Nikajua upande kaangalia kuomba nini, nikajua kuna maana na mimi mwenyewe niko na shida. Na hakika wakati hiyo siku ya elimu naikumbuka vizuri, kwa maana niko na mahali nimeandika. Hiyo siku nilikuwa nimepanga nikajua kwamba mimi kwanza nitafunga, kwa maana ndio kula kwangu si shida. Hata naweza kaa siku bila kula na sina shida. Nikajua hiyo ni neema tu. Usiingize kwangu si shida. Naweza kaa siku yote na nikataa. Lakini nikaona haya mambo yote nikiwa siombangi. Nikajua waje tu nianze nijaribu sasa. Na hiyo siku ndio nakumbuka mtumishi aliniambia, nataka watu wa kuomba watu 6. Nilikuwa nimepanga. Wakati nilikuja hapa nikajua mimi nitaendelea. Na niliona Mungu. Hiyo wiki niliona Mungu, hata kazini niliona Mungu. Direct nikajua kweli hapo kimesimama vizuri. Nikajua kumbe tunaweza kuhubiriwa, tunaweza kufanya mambo mengi, tufanye kila kitu. Nimekuambia unafanya mtoto wako kila kitu, lakini anaenda shule anakuletea grade ambayo si ulikuwa unataka. Mimi namuuliza what is problem? Hata hawezi kumweleza. Hiyo ndivyo sisi tunakaa sasa. Hiyo ndivyo sisi tunakaa. Nataka sasa nikwambie sasa enda waangalie hiyo sasa. Wakati na expect mtoto wako akuletee grade mzuri sasa, hiyo ndivyo sisi hapa tuko kanisani. Ndivyo kwa nyumbani wa Bwana. Tunafanya mambo mengi sana, lakini kuna kazi ambazo tunafaa kufanya na kufanya. Bwana kuna mambo mengi ambayo tunafaa kuifanya lakini hatuifanyi. Lakini tunangojea zile baraka ambazo ni za magari, ni za nini na lakini kuna wakati kitu kidogo tu hatufanyi si wenyewe. Sasa maana sio iko kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi nikwambia kwamba tufungue macho kama Nehemia. Tufungue macho kama Nehemia. Kile mtumishi anatuambia wewe fanye mambo yako ni ajili nyingine. Nao wewe fuatilia sasa ubadala wangu kwa umemwachia. Bwana asifiwe. Mambo yatanyoroka tu. Mambo yatakuwa sawa. Bwana asifiwe. Na ndivyo utazidi kukanyanga katika kazi ya Bwana kuifanya. Na wale maadui akina Sanbalati akina Mwarabu au wote ambao ni watu wa kuweka chini au watu wao ni watu wa kutoka nyumbani wa kutoka kazini kutoka biashara au watu hata kuweza, kwa maana wakikuja nao watakuwa uko ready. Bwana asifiwe. Kwa maana wakati kile ambao niliambiwa vile ambao wewe ukiunganisha na madhambao ndipo utakuwa unapata anisa hapo hapo wakati maadui wanakujia. Bwana asifiwe. Na ndipo utakuwa mshindi. Kwa maana hiyo automatic lazima upate maadui. Lazima upate maadui. Uko kazi, wakati unapromotiwa ama wakati unataka kupanda mbele, kuna wengine tu wako hapo tu. Wakati unafanya biashara yako pale, kuna wengine wako hapo tu ndio mbele. Akina lati. Kwa hapo tu wakufanyie jama waweke chini. Na hao kiangalia wao wenye walikuwa wanataka kukutana na Nehemia, walikuwa wanataka kumaliza. Hata alijua kumua. Kwa maana walijua tukumrua. Hakuna kusoma na mbele. Ndio nakwambia dunia hii kama ni mchama mganga, hata wakati natembea kama anaangalia naona hata ningepata nafasi kidogo ndio ningeua. Bwana asifiwe. Wako hivyo. Tasiri kama mtu anapata ningepata chance kidogo hivyo, huyu kumpeleka nyumbani. Au ni maandiko hapo hivyo. Kwa hiyo mtu umjui.
na ndiye na kuongelesha vizuri. Wengine bado wanakuambia bana, toka kwa madhabahu, toka kanisani, hata nyumbani. Andiko linataka kuwa makini kama Nehemia, ujue ya kwamba lazima kwanza isikilize sauti ya Bwana kwanza. Utawindwa, utapatikana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tuige mwingo wa Nehemia, kujua ukuta wa Bwana uko hapa, ambao unataka tujenge, tusaidiane kama kanisa, tuinuane, tufanye kazi bila kulaumiana. Hata kama ni kazi imepangwa na mwanadamu wa busaba, wawili ndio wawili wamekataa au wengine mfanye. Kwa maana Nehemia yeye aliamua na kufanya kazi ya Bwana. Hapo angalia, na mwingine alifika akawatumia nguvu, akamwambia hapana, lazima tufanye. Bali kuna wengine kama tu wengine walitoroka. Hivyo ndivyo tuko. Kwa hivyo usiseme rafiki yako, kwa maana rafiki yako ameacha kufanya kazi ya Bwana, useme na mimi kama huyu ametoka, aje mimi nitoke. Bwana asifiwe. Amen. Sasa utalose. Lazima sasa ukue na kila jambo, kila kitu uweke wazi. Ujue kwamba vile ambavyo kwa madhabahu ya Bwana, niko na watu ambao wananiwinda. Niko na watu wanataka kuniweka chini. Kuna watu ambao wataki nyumbani nikienda na kitu. Kuna watu ambao wataki nikaa na Nairobi. Lazima ujue kwamba kazi ya Bwana ikulinde. Ndiye anakutetea. Bwana asifiwe. Ninakwambia fanya mambo yote kwa kuwa ufadhiliwe, ni ibada iko na mchungaji. Anatuombea lakini hatutabadilika, kwa maana kuna sehemu ile yetu sisi wenyewe. Kuna sehemu ile yetu sisi wenyewe ambayo tunafaa kuifanya ili tuambatane na madhabahu. Bwana asifiwe. Sasa ni wewe na mimi. Unajua kwamba ukuta ulijengwa na watu wengi. Ukuta wenye walijenga automatically walibarikiwa. Bwana asifiwe. Ukuta wetu nimemwambia ni huyu. Hapa kazi ya Bwana ni mingi sana, ambayo hata tukiangalia tunaweza pata hata kila mtu amefanya yake, tunashirikiana mbele, tunapatana mbele kwa tumefanya kazi ya Bwana. Tukua hatulaumiani, hatuwezi kupata pita. Lakini tukianza kuwa kama wale watu, lakini wanakuambia hata kila ambacho tuko mahali hapa, ndipo unapata hata roho chafu inaingilia mtu, anakuwa sana malaki, na akiwa alikuwa kwa ile grupu ambayo ilikuwa ya Nehemia. Bwana asifiwe. Sana kuleta hapa sasa kabisa. Unapata tukisema hivi, kuna wengine chini ya maji wanaanza kuweka vitu vyao ambao watakuwa sana malaki. Kama ni kazi ya Bwana imepangwa na unajua uwezi, ni vizuri useme mimi hiyo siwezi. Amina. Bwana asifiwe. Ama mimi nitoa hapo tu. Ama mimi nitoeni hapo tu. Ndio kwenda kuambia wengine kwenye sehemu nyingine, wewe hicho msifanye na ni kazi ya Bwana. Hizi ile vikundi huko nje. Bwana asifiwe. Kwa maana wakati mtumishi kwa hapo kila wakati anaambia watu wote waendelee, watu washikane, na wewe uko ndani hapa, wewe karibu hapa, lakini tukitoka hapa wewe nikaenda kwa kunisaidia wengine, wewe hiyo hapana, usifanye hiyo. Uliona hiyo, ulimuona. Sasa hizo kitu za nani? Sasa unafikiri mchungaji anakuja kukuombea wewe na mbele kama atakuwa na kuchoma tu ukiwa hapa? Bwana asifiwe. Unanipata? Hiyo ndio hatari sasa, kwa ile hatari kubwa sana. Kwa hivyo vile ambavyo mchungaji anainua mkono wake na kuomba, sisi wote tukaa kama watoto wa nyumba moja, ndivyo hata wewe unapaswa kuwa unajua the spirit of Jezebel ikianza kukuataka, unafaa kuijua inakuja namna gani. Kwa maana ndio inakuja kuharibu kujenga wale ambao wanajenga ukuta. Wale ambao wamepanga kufanya kazi ya Bwana ndio leta maneno. Naye mchungaji kila wakati ni kuomba. Kwa hivyo ipendauka hiyo vita vyote ienda kwako ama sivuje kwangu. Kwa maana kama nitaingilia ukisema tufanye hivi, na mimi naanza kuambia wengine wewe hapana. Simamisha, waje tu waendelee hao. Ya baadaye kukuambia kwamba tulia na waje, hata hakuna haja ya kuamuru. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo lazima sisi tujitoe kwa kazi ya Bwana kama nyumba moja, vile Nehemia alipounganika na wale wengine wakafanya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. So I think tukitoka leo nimekwambia uende upande
wewe ukae chini, uone vile kazi ya Bwana utaifanya. Hiyo miezi 2 imeisha, ujue vile ambavyo utajipanga kufanya kazi ya Bwana, ili tufanye kama Nehemia, ili vile ambavyo mtumishi wa Bwana anapoendelea kila wakati kutuombea, na sisi tuwe na ile nguvu ya kujisimamia. Bwana asifiwe. Sisi tupate nguvu ya kuwa watu ambao si watumwa. Bwana asifiwe. Kupitia kusikia. Andika hata kitabu ya mwisho Revelation, na ndipo nasemanga na yule ambaye anasikia vile Roho husema na asikie. Bwana asifiwe. Amen. Vile ambayo sauti ya Bwana kutoka kwa mtumishi wa Bwana kutoka Januari hadi saa hii, mambo yamefanyika mengi kwetu. Tumeona mabadiliko. Tuone sisi tukae sasa, tuone vile ambavyo tutapanga kazi na kuifanya ili tusonge na mbele. Na nimekwambia ukuta ndio huu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa unajua ni vizuri kwa wale ambao wako na their partners. So wale wengine neema ya Bwana yeye watambulize, yeye afungulie mbele. Sisi tukae vizuri, sisi wote ukae na nyumba yako, kae unjue vile ambavyo tunafanya kazi ya Bwana. Unapopata maka na mwingine kama wakati kama huu, tuwe hata kila mmoja anaweza kuona mabadiliko tena zaidi. Kwa maana njia Mungu wako. Bwana asifiwe. Amen. Ndio saa nyingine ibada zinakuwa practical. I think tuliambiwa wengine inataka kusema bure. Rebecca, I think ile ilikuwa na Esau na Jacob. Tulihubiriwa na automatically I think nikaifikiria na wakati niliambiwa tujue vile ambavyo tunapokaa na Rebecca. Gani nikaangalia kweli ukaona Jacob alichukuliwa hivi akabarikiwa. Sasa hapa nilikuwa na mambo mawili. Sasa bali tulihubiria nikajua kwamba kumbe unajua vitu vingine nimekwambia ni practical. Ibada inakuwa practical. Amen. Practical kabisa. Unaifanya na inatendeka hapo kwa hapo. Ajini nilikaa pale sasa nikauliza Rebecca. Sasa najua ni mama kanisa. Nikajua tumeambiwa kila kitu lakini kwako na kitu kinasukuma. Na wakati nilifikiria nikawa unajua sasa ingine karoga na kujanga ananiambia hapana. Ingine ananiambia hapana. Fanya. Sasa nikauliza, sasa umeambiwa mambo ya Rebecca. Mimi sikuwa na namba yake ya simu. Sasa nikaanza kuuliza hapo. Unajua sasa nimekadirisha masabu haraka. Sasa umeambiwa sina namba yake kwanza. Now I'm just 2 years. Unajua nimeanza kujirumia mimi mwenyewe. Sasa mimi mwenyewe pale nakaa pale nafikiria tena zaidi. Nikajua kwamba sasa roho ikakuja kaniambia sasa unafaa kuwa na namba yake. Nikasema hii nitachukua. Sio karibu na wale ambao wanajua nitachukua. Lakini kile kaniambia hapana, usiende kudisha mtu. Nilikuwa sasa nitachukua na nikudisha watu namba na mchungaji tu nielewe. Sasa nikaona hapana. Nitaanza kutiana. Ngine niko pale, sababu tumisha nataka kuhubiri. Niko pale nafikiria sasa kwa maana tu. Sasa nikaona ajibu kakuja haraka, nikaona nitaenda kwake nimwambie nisaidie na namba yake. Hiyo ndio solution. Sitatumia mtu mwingine. Sasa akili ikakuja. Sasa hii namba yake nitachukua hivi tu. Akili nyingine kaniambia yeye nitakwambia tu kwa maana niliona jibu. Amen. Akili nyingine kaniambia sasa utamlipia fare. Sasa unajua miaka hata sijakuwa na namba yake, utamlipia fare kwenda. Amen. Sasa kufikiria akili kakuja kaniambia njoo kama roho sasa. Sasa fare kwenda hiyo ni pesa kidogo sana. Na pesa yangu ilikuwa imebaki pesa kidogo. Lakini pesa ilikuwa hapo, ilikuwa imebaki shilingi 21. Ilikuwa wenye roho ananiambia tuma hiyo pesa sasa. Unajua niko hapa. Hiyo pesa tuma. Na sasa nikaanza kuwa mchungaji ana hivi kutoka hapo mahubiri yangu iliishia hapo. Hapo ingine sikusikia. Tumija kuhubiri akahubiri lazima na sasa hapa na ng'ang'ana vitu mbili. Sasa tuma hiyo pesa yote. Unajua anasijamlisha namba. Sijamlisha na ng'ang'ana. Hiyo pesa nitatuma yote. Haya. Kesho naendaka sengine asubuhi. Imebaki shilingi 21. Sasa nikaona
nikituma kwenda hivi roho niambia hii pesa utapoteza. Hii pesa utapoteza. Hii utapoteza. Alipo nilitoka hapa nikajifanya bana nikawa siko hapa. Nikienda nikamwambia kabisa sababu bwana. Sasa kama nilikuja nilimwambia hiyo pesa yote. Nikabaki na pesa. Nikajua asubuhi nikiamka nikataka kupata gari nitaenda kwa miguu. Sasa ona nikwambie, inakuwa practical. Wakati nileta kazini ni Monday, nikakutana na wadosi pale. Sasa wengine, sasa watu wa finance wakati waliniona nimetoka na wadosi pale. Wakaniambia kuja Rafael. We apologize. Tumefanya mambo ambayo hatujui. Tumefaa kuwa tunakulipa pesa kila Sunday. Hatukulipa. Sasa ona sasa. Nikamwambia na mimi sijui. Unajua hata kama nimewareport. Mimi sijui. Nikamwambia sijui. Sasa pale huyu jamaa alijua anjui, akaniambia nyamaza. Hiyo pesa nitakuwekea kila Sunday. Wewe usilikuwa kupita. Kila Sunday. Sasa wakati nilikuja kwa nyumba niambia pesa kama unajua nilitumia kabisa. Pesa nikamaliza. Anakwenda kazini, ana pesa Sunday nalipo. Hapo hapo. Ninakwambia vitu vingine hapa ibada na wako practical. Sasa nikajua sisi shida yetu ni tunapokea lakini tukimaliza ni hivyo. Bwana asifiwe. Ndio nimekwambia lazima sasa mchungaji akimaliza yake nawe hata hiyo siku unafaa kwenda kwa nyumba. Hiki nimeanza kujifunza hiyo. Naenda kwa nyumba nakaa sasa. Leo mahubiri ya leo ilikuwa ndani. Inataka nifanye namna gani sasa? Nimekwambia kama unafuatilia mtoto wako kila saa, unafuatilia sister wako na brother wako kwa maana umewatumia pesa, umeamka mjane, umefanya, hamjafanya hii na wewe mwenyewe ati mahubiri hata ufuatilia kabisa. Bwana asifiwe. Ufuatilia kabisa. Kupokea tunasimama tunapokea. Tunafanya mambo mengi lakini kutoka hapo kisha tumesahau. Ndipo unaweza kupata hata unjui Jumapili uliohubiriwa nini kwa maana haikufanyika kwako. Na si wewe ulifanyika lakini huko ufuatilia. Bwana asifiwe. Ndipo nimekuambia Nehemia alikaa na akapanga. Na kutoka kwa maana mahali nimepanga kitu nitafanya hii na hii na hii na hii na hii. Na Mungu niwezeshe nifaulu. Hakika utafaulu. Bwana asifiwe. Kwa maana malakao iko ready tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi wenyewe tujue ya kwamba vile ambavyo Roho zungumza kila Jumapili na katikati ya wiki juu yetu, na sisi tunafaa kujua ya kwamba kutoka from there now tutafanya namna gani. Bwana asifiwe. Amen. Ndio naona ndio hata hapo alisema nikianza kuacha hii ama nini tutakuja tuanguke, tutakuja kuanza kudhariwa. Na ndio naona akiomba maombi akwambia Mungu hao watu wametudharau, akiwapeana kwa Mungu. Ndipo hata sisi tutadharauliwa kwa maana tuko kila wakati ibada, hata watu wengine nje wanasikia na hii ibada penye inasonga, hiyo ibada penye inaendelea. Hao watu lazima wanakombeni. Lakini hata sisi ibada tuko mahali pamoja. Sisi tuko sawa. Comfort zone. Bwana asifiwe. Tunafaa kutoka mahali hapo sasa. Tunafaa kutoka mahali hapo kabisa. Nimekuambia ibada nyingi kila Jumapili ibada penye imekuwa. Nenda kaa chini kwa nyumba yako na utafakari vizuri. Unajua leo tumeguzwa jahili. Sasa mimi nataka nifanye namna gani? Only that one. Na kuifanya hiyo automatically. Bwana asifiwe. Hiyo ndio roho ya Bwana anataka tu. Roho ya Bwana anataka hivyo tu. Ati unaambiwa hivi unafanya tu. Au unaambiwa hivi na unaifuatilia tu. Hakuna kitu kingine. Kwa maana sheria ninakwambia the spirit of gospel iko tu. Na unajua ninakwambia ni vitu ambazo kama ni maroho ambayo ya ukoo nimetenganisha nayo na nikiwa hapa hata inaitwa hapo ndio nafikiria nikitoka nje na sahau. Pale nje nikisahau na nianze kwenda kando itakuja direct. Bwana asifiwe. Inaniambia rudi mahali ulikuwa. Rudi mahali ulikuwa. Ndipo naona tunatoka mwaka na mwaka tukua mahali ulikuwa. Lakini nishakuwa nimepuka lakini kasahau. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ili ninaje tutoke hapo kabisa lazima tujue kwamba vile sauti ya Bwana imekuja inataka na sisi tuende naye. Bwana asifiwe. Lazima tusikie na kufanya vile ambavyo tumehubiriwa. Kweli hakika ipende mchungaji kitu amenihubiria. Hiyo kitu kweli sifanyani. Wacha nianze kufanya. Na ndio wakati umeanza kiroho itaanza kukua. Itaanza kumwelekeza pole pole. Na itakupatia hata utaona kweli progress ya kuna kitu inaendelea na mbele. Ndio Mungu utaka. Ndio hata sasa nataka kuuliza swali.
Tushahubiria mambo mengi. Sasa sisi wote tukibarikiwa, kila mtu abarikiwe. Unajua hata penye tunakudinganya tuambie kuruhusa ili. Unajua tunakaa hivi tunasema tumetoa mangari ya kwenda huko kutengala tuko tumebarikiwa hivyo. Wewe unafikiri mchungaji anaweza sikia aje? Nimeuliza swali. Sasa nataka ufikirie hiyo. Shida ile ndogo ndogo pale napata hata pale wanarika, si wanarika kila mtu amekuwa. Yaani unapata kitu kidogo tu hata mchungaji usiseme kitu. Yaani watu wamejaa hapo kusema hiyo kitu watu tumalizane hapo kwa hapo. Bwana sifiwe. Kwa maana hakika kama watu wa dunia wanaenjoy. I think tulipitia mahali pengine na blessings. Akaniambia mbona magari veniko? Haya magari nilikuwa pale kanisani. Unajua kisema ni kama analewa kitu kingine ndani kama ananiduka mumba tu. Unajua ni kama ananiduka mumba tu. Yeye anajiduka ananiduka. Kwa maana hakika tunaabudu Mungu kila siku, kila wakati, lakini sisi tunapokea na tunasahau. Ndivyo tunaona tunakaa mahali pamoja. Unajua watu dunia wanafuatilia haraka. Wewe mtu anaambiwa aende kwa fulani, akaenda kwa fulani, aende ufanye hii, anafanya. Lakini sisi tukifanya hapa ni hivyo. Bado ilikuwa sawa, tukutane Jumapili. Bwana asifiwe. Amina. So, lazima tu focus, lazima tuplan, tujue pale mbele tutafikia wapi. Bwana asifiwe. Lazima tuangalie baraka sasa. Wewe nikae tuangalie hizi baraka ziko. Tuangalie vile ambavyo tunajenga ukuta wa Bwana. Vile ambavyo kazi ambayo tunainua sisi wote. Vile tunainua. Na kama ni rafiki yako ambaye ako hapa na mkianza kazi anakuambia hapana toka, wachana na yeye. Mwambie ni sawa. Endelea na kazi ya Bwana. Kwa maana madhabahu iko ready kwa kutubariki, iko ready kwa kutuinua, iko ready kwa kutulinda. Hakuna kitu kingine. Bwana asifiwe. Unajua kuna kuogopa. Lakini nilikuwa na hapa spirit na kuogopa singine kwa kazini. Ikawa nasikia nafasi inatokea hapa nasema hiyo hata hiki sijasomea tena. Hata hii position ambayo nitateka hapo kuanzia kesho. Nilifika mahali nikafika nikaona hiyo position hiyo hata yes. Lakini wengine wakaniambia sasa unakaa mahali pamoja. Hatujamaliza 6 months. Nikasema sasa hata sijamaliza 6 months mahali niko. Ndio niseme kwa watu wengi nimetokea na apply nini. Lakini ndio hapa nataka niambia nenda apply. Wakati niliapply nilikuona watu kafanya nini. Na kwenda nyumbani lakini mimi nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nyumbani nikaambiwa rudi kazini haraka ushaingia ukuje uanze kazi. Nikaingia, sasa hivi naomba na roho nyingine ambayo ya kuweka chini sana. Bwana asifiwe. Nikaingia, kwa hivyo hata kwa Biblia akina Kale wakina Joshua, hao watu walikuwa na ujasiri. Hiyo ndio tumesahau. Lakini kutumisha na ujasiri. Tunapewa ujasiri lakini bado kuna roho ambayo inatusumbua kuweka chini tu. Roho ya kusema hapo tu kidogo tu. Kidogo mambo yatakuwa comfort zone. Nilisema hiyo comfort zone hapa. Bwana asifiwe. Lazima sasa tukimbizane na kile chote ambacho tulipoteza. Bwana asifiwe. Lazima tukimbizane na kile kitu ambacho tumepoteza. Tulishapoteza. Ukubaliana na nini tulishapoteza. So lazima vile ambavyo madhabahu ndio already kwa kutuinua, lazima na sisi tu focus. Lazima tufikirie, lazima tuplan, lazima tujitoe. Na kazi Bwana zote na mbele. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako aache mambo vizuri kabisa. Lazima tusonge na mbele. Bwana asifiwe. Lazima tusonge na mbele sasa. Kwa maana mimi nimejua na haya mambo ambayo nimejua hakika Mungu hapo. Hapo. Just ourselves. Sisi ndio tunajiweka chini tu. Hakuna kitu kingine. Ni sisi. Hadi maana hata bila kujifanya kuambia kuna kutoka nje na anakuja. Anasema kweli nimetoka na kazi, nimeoa, nimefanya, na sisi tuko hapa. Nikajua ni sisi. Anajua ni 100% nilijua. Kwa maana kama tunaweza kujua kitu na tuko hapa na tumechukulia tu hivi na tumetoka. Sasa tumefanya kuzoea. Unajua ukizoea kitu ni hivyo. Unaona ukienda mbele. Ndivyo watu wa nje wanakuja, mtu anakuja anajua mimi shida yangu ni hii. Na kwa sababu shida yangu ni hii, yeye anaambiwa pokea kazi. Na kwa maana ndio shida yangu. Endelea itaenda. Yeye anaenda kubaki. Lakini sisi tuko hapa tunapokea, sisi kila saa pokea, inaingia. Lakini kutoka pale tushasahau. Bwana asifiwe. Lazima tufikirie sasa. Lazima tufikirie sasa kutoka hapa sasa. Ndio nimemwambia kila ibada tukihubiriwa, nenda kana waanze kujioji. Unajua sasa hii inaingia. Wakati wote ni ingiana. Lakini unaenda kurelax pale nyumbani kwako sasa upatu
automatically utapata jibu. Bwana asifiwe. Unaelekezwa tu hata kwa wiki yote. Unajua nitafanya hii, nitaamka niombe, nitafanya hii, nitafanya hii. Na automatically ndio atakuelekeza. Kwa hivyo naomba Bwana atusaidie na atufunulie zaidi. Kwa maana pale ninakwambia zaidi ambayo imebaki ni yetu. Sina shaka na malango, zaidi ambayo imebaki ni yetu sasa. Sisi ndio tumekuwa comfort zone, tumerelax na tuna kwenda mbele na nyuma. So to focus kwenda mbele sasa. Na Mungu anatusaidia. Mambo mengine kama huu tutakuwa na kuongea mambo makubwa sana. Bwana asifiwe. Mambo makubwa sana. Kusema Nishaondoka hapa tumeenda mahali pengine, nishakuwa na mambo anza hivyo. Lakini kama sitakaa kama watu ambao ni watumwa, watu ambao ni wa hapa kuongea hapa maone hapa, hatuende na mbele. Wengine wanakuja na wanasonga na mbele. Tuache hapo tu. Hiyo nakubaliana 100%. Tukikaa hapa kwa body zone, wengine wanakuja wanjaze huku, watuamishe tukiwa hapa. Nakubaliana mimi? Ninakwambia ibada hapa naona practical. Hiyo ni kweli. Tukikaa hapa tu kwa mbele tu muda wetu neema yetu itafika mahali tuwe sisi tunakuhamisha tukua wenyeji. Unajua tunaanza kusema tini wenyeji hapa na tumehamishwa automatically kwa spirit tutakuwa watu weak kabisa. Tutakuwa tumetu nyuma tena kabisa. Kwa hivyo na tuondoe hiyo hayo mambo tuondoe kabisa ya kuwa mahali pamoja na tujue kwamba kama Mungu ametupatia afya mbili kupossess already tuko na hizo nguvu tuko nazo. Maana ambao hivyo kile ni kupossess na kwenda mbele. Unajua nilikuwa na sijui ni lini nikasema waje tu Mungu ndio atufungulie sisi wote atuondoe hiyo kama tuweka tu. Hicho shetani anataka kutuweka. Wakati mwingine mchungaji anaongea hii wasa ingine tunamwambia mchungaji ndio tunataka kwenda Mombasa, tunataka kwenda huko Crusade huko. Yeye tunaanza kumweka kasi mingi anaanza kuwa hata yeye anauliza tufanye hivi. Yaani tuko mbele na mambo mengine. Yeye anaenda mambo yazidi kwa mambali tunashughulika na mambo mengine. Kwa maana tunashasonga mbele. Lakini kwa mahali pamoja sisi kusituliwa, sisi kuamshwa, sisi kuulizwa na hii. Hakika tutakaa mahali pamoja. Pale pamoja tu. Mahali tu ndio nimekwambia ndio vile tutahamishwa. Ambia mwenzako asingoja ahamishwe. Kwa maana kuhamishwa tukikaa hapa kwa zote tutahamishwa vizuri na wengine. Kwa maana unaweza kuja hapa uone Mungu ambaye mchungaji shika milioni 40 hizo wewe utafute block mahali. Tuko hapa. Sasa sisi tutafanya nini? Tutafanya nini? Unajua hapo nitaanza kujifanyia shughuli zangu. Nilikuwa nimeshikana na kikazi. Business na hapo na kila mtu hivi. Mchungaji nasikia tumepata block huko. Kwa maana tulikaa mahali pamoja. Navyo kutoke hapo hata Mungu amekataa kabisa hiyo. Amekataa kabisa. Kwa hivyo kutoke hapo sasa. Tupange tuanze kazi ambayo tutaifanya hiyo miezi 2 tu atupatie kunuo. Tukianza mwaka ujao hivyo tu kila mtu kukimbia na laini yake vizuri. Kusema akitoa nifanye kazi ya Bwana, waje nikimbia hapa. Kwa maana nitakwambia wale walikuwa wanajenga ukuta, kuna watu walikuwa wanaleta hii, wengine walikuwa wanaleta hii. Kazi ya Bwana iko hivyo. Kuna kazi ya kina mama, kuna kazi ya wazee, kuna kazi ya wanarika, kuna kazi ya sisi wote, kuna kazi ya mtu mmoja. Unaona sasa? So hakuna kila mahali naingia. Kila mahali mimi naingia. So hiyo lazima tupange sasa kama Nehemia. Kama tunataka Mungu atuinue na atubariki. Ndipo nitakwambia malango iko ready. Na hakuna mtu anaweza niambia hapana. Hiyo malango iko ready kwa kutubariki. So tujipange vizuri na Mungu atatubariki na Mungu atazidi kutuinua mbele. Ambatana na ibada kila siku ili Mungu atufungulie nafasi ya kusonga na mbele. Kwa maana kama kila mtu anaenda kuanalyze ibada, hata sisi kiroho tunakutana. Bwana asifiwe. Lakini tukienda kupata sisi wote tunapata na sisi hata tunaanza kupasana bure. Bwana asifiwe. Tuanze kupasana bure kwa ulimwengu wa kiroho tutakuwa tunakubaliana. Kwa hivyo ni vizuri hata sisi wote tuunganike kwa ibada. Kwa ibada mchungaji alikuwa anasema ndio. Akisema yeye alikuwa anamaanisha na mimi nataka nifanye nini? Familia yangu, watoto wangu, kila hapo nyumbani kwangu tunafaa kufanya namna gani ili kuenda mbele kulingana na ibada ya niko. Kwa maana nimekwambia ibada zote zimekamilika vizuri kwa kila jambo. Iwe ni wapi na wapi, kila area ambayo unahusika imepitia. So
ni jukumu yako na mimi tujipange. Na tukifanya hivyo Mungu atatusaidia, atatuinua, atazidi kutubariki, atakubariki, atanibariki, atatuinua. Tutakuwa familia ambayo inaonekana ikisimama. Na tukifanya hivyo Mungu azidi kutubariki. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kusimamia hapo. Mungu awabariki sana. Na kwa vile ambavyo nimekuambia, ni Nehemia huyo. Tukaa kama Nehemia. Nehemia alikaa na akaambiwa kwamba kazi ya Bwana itatimia. Tukaa kama Nehemia. Angalia mahali kazi ya Bwana inaweza kuwa inalegea ama unaona hapo nafaa kufanya hivi. Tufanye. Ukiona mwenzako pale naye anataka kufanya kazi, kuna kazi ambayo inataka watu wahusika, tushikane mkono sisi kwenda mbele. Nimekwambia ni vizuri sana mchungaji zingine alikuja kupata mambo mengine yamefanyika hapa, ni mambo ya maajabu sana. Hata atafurahi. Atafurahi. Unajua kuna zingine zikaka hata watumishi kuomba ni shida. Lesa bila kaa pale tu hivi tu. Hawa ni kubariki tu. Aombi mambo tu kusema hii ifanyike, inafanyika, hiyo ifanyike. Unajua hivyo? Hiyo inakuanga. Yaani hao hata kuomba kwanza pale kuomba automatically ni kusema maana anaona vile ambavyo wale ambao watoto wako wanaendelea na kuinuka. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo sisi tunafaa kufanya. Sisi kuna jukumu kubwa sana ya kufanya kazi ya Bwana kama Nehemia. Asante, karibu mchungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na masikio sikize roho Bwana anazungumza na. Haleluya. Pesa zinaingia social soda. Haleluya. Kumbe ni vizuri. Sana Rafael mhubiri vizuri. Tatizo sio madhabahu, tatizo ni sisi. Haleluya. Guza mtu mwambie shida ni wewe. Haleluya. Guza mwambie shida ni wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kumbe injili ni tamu hivyo ukisikiza. Na maandiko tuambia kana kwamba yeyote anayesikia neno hili, kuiaminia na kuitenda, naye ubarikiwa. Haleluya. Wewe unasikia lakini hauiamini na hata huitendi. Ndio maana wengi imekuwa ni kizuizi na kikwazo chetu kubarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kuna watu ambao tumejizuia baraka zetu. Kumbe kuna watu ambao tumeshindwa kutenda ile ambayo neno linatuambia. Na ile kama ndio tatizo lako, langu kutobarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nehemia anasema hivi, basi ikawa walipoharibiwa Sanbalati, Tobia na Geshemu, Mwarabu na adui zetu au wengine, kwamba na ujengo ukuta. Wakati walisikia kana kwamba ni wakati wako kuachiliwa baraka zako. Haleluya. Wakafuatilia ibada, wakachemkia mahali fulani, wakapata habari ya kwamba huyu mtu anaenda kiwango kingine. Haleluya. Ukafungulia masikio yako, ukaweka karibu na wewe. Kumbe hakujua kana kwamba walikuwa na kuchimba. Haleluya. Wakapeleleza vizuri, wakamfuata vizuri, wakajua nasi hataye to possess. Haleluya. Ni wakati wako wa kuinuliwa kwenda kiwango kingine. Ni wakati wa ndoa yako kupona. Ni wakati wa biashara kuinuka. Ni wakati. Haleluya. Waliposikia kana kwamba Nehemia anajenga ukuta, wakapeleleza vizuri.
wakajua na kwamba that man of God is of this special in the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Wakajua ya mtumishi wa Mungu ale madhabahu, huyo ni mwana wa madhabahu ya Bwana. Wakapeleleza vizuri, wakajua tu maana ya kwa yale ambayo wanayofanya. Lakini mahali pale wanatuambia kana kwamba wakaenda mahali kuna Nehemia, wakaanza kuvunja moyo. Nehemia usifanye hivi, kwa hiyo Mungu usifanye hivyo. Hata sehemu ya Mungu usitoe, hata sadaka usitoe, hata usifanye hivi, hata usifanye hiyo kanisa. Maana ni haya ni wapelelezi wako, sio kukuinua, lakini ni yao ni kukuweka chini. Haleluya. Waliposikia umeolewa, wakakupeleleza, huyo ameolewa, kwani imekuwa hiyo akaolewa. Wakaanza kufanya marafiki zako, kumbe sio nia ya rafiki. Nia yao ni kuvunja ile ndoa. Nia yao ni wakuambia ubaya wako. Nia yao ni wakuambia ubaya wa madhabahu. Nia yao ni wakuambia ubaya wa huyu. Haleluya. Yale yao iko plani, iko plot against you, but they pretend to be your friend. Hallelujah. Hiyo ndio ilikuwa kwa Nehemia. Historia Nehemia akiangalia akasema hapana, haikuwa hivyo kazi ya Bwana. Na mimi sitaki msaada, lakini kama Nehemia nitang'ang'ana peke yako, nifanye kila ambacho ninastahili katika upande wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu amesifiwa. Unajua unajua kuna mambo kuna watu ambao wanasanga mkitaka hizo sandaku na ndani ya nini? Sio sehemu ya 10 sio pesa mnaandika hivi ya credit. Unaandikiza nini? Siku moja chukue mtu. Sawa. Haleluya. Haleluya. Because they are not discouraged. Wanaweka mahali pale kuzuia baraka zako. Haleluya. Roho la mtubiria vizuri. Wanaweka mahali pale kuondoa huyo mtu asiende. Haleluya. Bila maana nasema alikuwa anashongelesha Bile ambaye kwa karibu na Rebeka anashongeleza. Kumbe kuna mtu ambaye anakuja kuambiana, hapo naona wewe sio mchungaji, hiyo sio kanisa, toka mahali pale. Wewe sio tokange tu. Haleluya. Ni utoke. Haleluya. Maana batana wale wengine wataondoka, lakini kazi ya Mungu